Kutoka sura ya 34 mstari wa 12 mpaka 15. Ujihadhari nafsi yako, ujihadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea. Hebu sema agano na wenyeji. Agano na wenyeji. Kanisa, Mungu anawaambia wana wa Israeli wasije wakafanya agano. Nini maana ya agano? Ni mapatano, ni makubaliano. Naongea na mtu kwa wale watu unao waendea. Luka mstari wa 15. Hapo tule mstari wa 15. Asante. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao. Unaona? Biblia inasema kwenye kitabu hiki, Mungu anawaambia wana wa Israeli ya kwamba mujihadhari na wenyeji wa mji. Kwenye haya maisha kila mahali hapakosi kuwa na wenyeji. Hata pale uliponunua kiwanja uliwakuta wenyeji. Hata pale ulipopanga chumba ama nyumba kuna wenyeji. Niko na mtu? Hata hapa kanisani kuna wenyeji. Na kazi ya wenyeji wakati mwingine Mungu anawaambia wana wa Israeli usifanye agano na wenyeji. Kwa nini Mungu anawakataza wa Israeli? Yaani anawaambia angalieni nchi ninayowapeleka. Huko mnakoenda hiyo nchi ya Kanaani. Mungu awaambii kwa habari ya kuvuka Israeli. Kuvuka na ni Jordan. Mbeleni anasema mtakapovuka mto Jordan, angalieni nchi mtakayoingia. Hilo nchi mtakayoingia hii na wenyeji. Yaani ni sawasawa, nitoe mfano huu. Mtu anataka kuoa au kuolewa, akili yake siku zote inawaza nini? Inawaza ndoa, si ndio? Lakini haiwazi jinsi ya kuishi kwenye ile ndoa. Hawazi jinsi gani ya kudumu kwenye ile ndoa. Lakini mtu wewe, baba niombe niolewe, niombe. Mwingine atakwambia niombe nipate muujiza. Hawazi jinsi ya kutunza ule muujiza. Wengi tunawaza. Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli msiangalie tu mto Jordan jinsi ya kuvuka. Lakini Jordan mkishavuka hiyo ni issue ndogo. Lakini kuangalia Jordan yenyewe kuvuka ilikuwa issue nyepesi, ilikuwa ni nzito na yenyewe. Anasema mtakapovuka mto Jordan, mtakapoenda kwenye hiyo nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi, jihadharini na wenyeji wa hiyo nchi. Pale unapoenda kununua kiwanja, kuna wenyeji wa hilo eneo. Kule ambako umeenda kuomba kazi, kufanya interview, kuna wenyeji wa hiyo ofisi. Ndio maana utaona mtu akiwa mgeni, hata kama una wazo zuri la kujenga, lakini wenyeji watakwambia usifanye. Hata ukiwa kanisani hapa, wapo wenyeji. Na wenyeji wanaweza kusababisha hata usimwabudu Mungu. Wenyeji hata kama una kipawa cha kuimba, wenyeji wa kufanya usiimbe. Na unaweza ukaimba kungonga. Kwa sababu hao ni wa nini? Ni wenyeji. Katika maisha ya kila mtu huwa kuna mahali anapopaendea. Kuna hatua ambayo unaiendea. Hiyo hatua unakoiendea kuna wenyeji wa hilo eneo. Kwa mfano, nani ajuae miaka mingine ya nyuma hapa pengine palikuwa na mbuyu mkubwa? Palikuwa na mbuyu, kwa mfano natoa, ulikuwa na mbuyu nini? Ama ukuwa hapa, inawezekana ulikuwa pembeni, ama ulikuwa pale. Na ule mbuyu ndio wenyeji wa ule eneo walikuwa wanafanyia uchawi wao. Wanakusanyika kuroga. Wanakusanyika kufanya ili watawanyike kwenda kwenye maeneo yao. Wewe umeenda kwenye lile eneo ukajenga bila kujua. Amina yako inachelewa kufika madhabahuni. Sasa wale wenyeji wa eneo lile wataanza kukuambia usiombe. Ni sawa sana ukienda kupanga nyumba ya kuishi.
Baba mwenye nyumba ambaye ni mwenyeji atakwambia hatutaki muziki. Hata kama una sabufa kubwa, atakwambia sabufa yako usifungulie sana, iishie chumbani kwako. Yeye ni nani huyo? Ni mwenyeji. Mwenyeji anaweza akatoa maelekezo, na maelekezo yote ya mwenyeji wakati mwingine yasiwe sahihi kwa Mungu wako, na wakati mwingine akawa sahihi kwa Mungu wako. Mungu anawaambia hapa kwamba hata watoto wenu wasije wakafanya uzinzi na wenyeji, wasije wakalala na wenyeji. Anawaambia hata nyie wenyewe msije mkafanya mapenzi na wenyeji wa mji huo, maana wengine wana maagano ya kichawi. Wenyeji wa mji huo mwingine wanakuwa na maagano ya ushirikina. Mstari wa 15 anasema msifanye uzinzi wala. Kwa sababu gani? Inawezekana na vitu vyao vilivyotolewa sadaka ukaenda kula vyakula vyao. Jesus power, supernatural power. Wenyeji, unaweza ukalala ukajikuta asubuhi uko barabarani, umelala kwenye nyumba yako, asubuhi ukaamka umelazwa nje. Hao wenyeji. Inawezekana ulipojenga nyumba ni mahali ambako ndipo wenzako walikuwa wanatolea sadaka miungu yao. Je, ukilala usiku utaota ndoto nzuri? Utaota unakabwa tu, utaota unakimbizwa tu, utaota unapigwa roba ya mbao, utaota unakaliwa, utaota unalishwa vyakula. Unasema tangu nimehamia Bunju, mbona nikilala usingizi naota nakula vyakula? Mbona nilipokuwa mahali fulani nilikuwa sioti hizo ndoto? Manake hizo ndoto ulizoota, kila anga lina utawala wake, kila ufalme una utawala wake. Unaposema Bunju, kuna miungu ya Bunju, na kuna umaskini wa Bunju, na kuna vifungo vya Bunju. Unaposema Bagamoyo, kuna laana za Bagamoyo na kuna baraka za Bagamoyo. Unaposema Kigamboni, kuna baraka za Kigamboni na kuna laana za Kigamboni. Kwa kila mahali panya wenyeji. Pointi yangu ni nini? Pale ulipojenga nyumba, pale uliponunua kiwanja, wako wenyeji wa lile eneo. Pale ulipopanga nyumba ya kuishi, sema Na ndio maana kuna wakati unaweza ukapanga eneo fulani nyumba, ukakuta mambo ni magumu kuliko ulikotoka. Na ukahama hilo eneo ukaenda eneo jingine, ukuta mambo yanafanya ni kama yanakuendea hivi. Sasa Mungu anamwambia hapa, wenyeji wa huo mji usipatane nao, usifanye nao agano. Mahali pengine anasema hao wenyeji ninawafukuza kwa ajili yako. Hata ukienda mahali, penda kila mtu nasemaga, lakini wakuamini wawe wachache au wasiwepo, jiamini wewe na Mungu wako inatosha. Kwa sababu wale unaowapa imani ndio wanakufanakanisha kesho. Wale unaowapa imani ndio kesho wanakuloga. Wanaojua chochoro hii, kana makini hao watu. Uwe na kiasi nao. Amen. Hata ukienda ofisini, kwa mfano nataka kwenye ofisi utoe wazo lako, wenyeji nakwambia hata kama ni jema, wanakuzuia. Maana wanajua ukitoa hilo wazo kwa bosi wako ama kwa uongozi wako utapata credit kuliko wao. Mguse jirani, mwambie unaelewa ama uelewi. Mwambie wenyeji wakuachie kwa jina la Yesu. Mwambie wenyeji wa kwenu wakuachie kwa jina la Yesu. Leo ninakutoa katika roho za wenyeji katika jina la Yesu hai. Nasema Bwana akupe kushinda katika roho za wenyeji. Hiyo walikusababishia magonjwa yawarudie kwao kwa damu ya Yesu hai. Hao wenyeji walisababisha laana, hiyo laana warudie wenyewe katika jina la Yesu hai. Kuna watu wengine wanasema, mtumishi, mimi tangu nimehamia nyumba nilikojenga, maisha yangu yameharibika. Unajua kusikia sentence? Mwingine akwambia, tangu niliponunua kiwanja eneo fulani, nimenunua kiwanja nikamaliza, tangu niliponunua kiwanja matatizo yameongezeka, sipati fedha ya kujenga tena.
Kuna mama mmoja nilikuwa naombea leo, akaniambia baba, kuna eneo langu sijaenda miaka mingapi, niambia. Si kama yupo. Yule pale, hebu sema punga mkono wani. Toka nimenunua hilo eneo, nikaenda kujenga chumba cha kwanza, chumba cha pili sijakanyaga tena mwaka wa pili. Ndo kwanza nimeenda leo baada ya kuchukua chumvi siku ya Jumapili, ndo leo nimekuja kwa baba, nikaongea naye, ikabidi nichukue ile chumvi niende nikamwagia. Miaka mingapi kanisa? Mpigeni makofi. Mungu akubariki. Sijakanyaga. Miaka 2. Na ameanza ni wapi ulisema? Vikawe huko. Ndio leo asubuhi asante. Leo asubuhi ananiambia baba, nataka hii chumvi ya Mazaboni nichukue nyumba, nataka niipeke Vikawe. Kabidi nimuulize kwa nini? Anasema tangu ni wakati najenga naendelea. Niko lakini baada ya pale ufike kwenye lenta siku ya ngome kastaki. Unakuta mwingine ulipoenda kupata kazi ofisi fulani, kuna vitu fulani vinafanyaje? Vinastaki. Kumbe kuna wenyeji wa hiyo anga. Kila unapoenda kufanya kazi, unapoenda unafanya interview, unaenda kwenye ajira, kwako wenyeji. Unapoenda kufanya tenda mahali umepewa tenda, sijui wapi kapige bendi, pale kuna wenyeji wa ile eneo. Wenyeji inawezekana hawataki kelele zako. Hawataki injili yako unayohubiri. Wenyeji hawataki watu wanaofunguliwa. Wenyeji hawataki watu wanaofanikiwa. Hiyo laana naivunja. Nasema simama, sema ivunjike. Sema ivunjike. Punga mikono, sema laana bye bye. Sema wiki laana za wenyeji, vifungo vya wenyeji vivunjike double.